Hauajiriwi kwa sababu umesoma, hapana. Hauajiriwi kwa sababu una cheti, unaajiriwa kwa sababu una tatizo fulani. Iko nguvu katika imani. Yesu anapokutazama anaangalia imani yako. Unaweza ukawa na macho lakini bado ukawa ni kipofu. Huwezi kuona. Ndio maana watu wanapotafuta fursa wanatumia neno kwamba nimeona fursa. Amen. Nimeona, kama ulivyofanya njia katika maisha ya Yusufu, ukamfanyie njia na mtazamaji huyu. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ninakuombea mpenyo katika ndoto yako. Pokea sawa sawa na imani yako katika jina la Yesu. Nawe sema amen. Ungana na mtumishi wa Mungu Pastor Elisha Giligili wa kanisa la Living Water International Kahama, ambaye Mungu anamtumia kwa matendo makuu, ishara, miujiza, mafunuo mbalimbali ya kukuvusha katika changamoto yako. Ungana naye kupitia TV yako pendwa TZ Gospel TV. Hapa. Kwa msaada zaidi wa maombi na ushauri, mpigie kwa namba 0764 bado lipo tumaini. Bwana Yesu asifiwe. Mahali popote unapotutazama, napenda nikusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Bwana Yesu asifiwe. Majina yangu naitwa Pastor Elisha Giligili wa kanisa la Living Water International Ministries. Tunapatikana Kahama, Shinyanga. Napenda kukukaribisha katika kipindi kizuri ambacho kimekuwa ni kipindi cha baraka. Kutoka sehemu mbalimbali tunapokea shuhuda nyingi kupitia kipindi hiki cha Bado Lipo Tumaini. Kipindi chetu kinaitwa Bado Lipo Tumaini. Kupitia kwenye kipindi hiki tunamuona Mungu akiendelea kutenda mambo makuu kwa watu mbalimbali. Tunaendelea kupokea shuhuda nyingi kwa wale ambao wanaendelea kufuatilia mafundisho ambayo yanaendelea kuluka kila siku kupitia katika television hii ya TZ Gospel TV. Kama nilivyojitambulisha, majina yangu naitwa Pastor Elisha Giligili na namba zangu za mawasiliano ni 0764600600. 0764600600. Hii ndio namba ambayo unaweza kunipata kwa WhatsApp, pia kwa SMS za kawaida ama simu ya kawaida. Na namba hii unaweza kutuma maombi yako yoyote, una jambo unahitaji tuweze kuliombea, lakini pia kuna ushauri ambao unahitaji, unaweza kuwasiliana nami kwa namba hiyo. Lakini pia kwenye mitandao ya kijamii unaweza kutupata kwa jina la Elisha Giligili. Facebook andika Elisha Giligili, YouTube pia andika Elisha Giligili, na Twitter pia unaweza kutupata kwa jina hilo hilo, lakini kwenye TikTok natumia jina la Pastor Giligili. Baada ya utambulisho wa maneno hayo machache, basi nichukue fursa hii kukukaribisha sana. Wakati tunapoenda kwenye kipindi hiki, nitahitaji kuomba kwa ajili yako na kisha tutaenda kusikiliza neno ambalo Roho Mtakatifu ametamani tuweze kujifunza. Basi popote ulipo, naomba tuombe pamoja. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu wetu, Mungu aliye hai, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, Mungu ambaye unatunza maagano, tunakuja mbele zako wakati huu na saa hii. Tunakushukuru kwa ajili ya kipindi hiki. Tunakushukuru kwa ajili ya neema hii na nafasi hii. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya mtazamaji huyu ambaye anatutazama kupitia television hii. Mahali popote anapotutazama ndani ya bara la Afrika, Tanzania, nchi za Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, popote ambapo anatufuatilia. Baba, tunaomba kupitia kipindi hiki ukaseme naye, ukafungue macho yake, ukampe kupokea sawa sawa na haja ya moyo wake. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, na wote tuseme amen. Basi lengo la kipindi hiki kama ilivyo siku zote ni kuhakikisha kwamba unapata matumaini. Matumaini yako yanarejea. Hata kama unapitia kwenye mazingira magumu kiasi gani, hata kama unapita kwenye changamoto ngumu kiasi gani, kipindi hiki kinakuwa ni jibu katika maombi yako. Maandiko yanasema lipo tumaini kwa mti uliokatwa. Hata kama mizizi yake imekufa, hata kama unapitia situation gani, kwa Mungu tumaini lipo. Siku ya leo tuna somo ambalo linasema kuzijua nyakati na majira.
kuzijua nyakati na majira. Hili ni somo la muhimu sana, natamani uweze kusikiliza kwa makini. Aidha ni kijana uko shule, ni kijana umemaliza masomo, ni mzazi unampeleka mtoto shule, unampeleka chuo, sikiliza kwa makini ujumbe huu. Ni kiongozi, upo kwenye idara yoyote, umechaguliwa kwenye sehemu yoyote, ni kiongozi wa serikali, ni kiongozi wa shirika lolote, ni kiongozi kwenye taasisi yoyote, hili somo ni maalum kwa ajili yako. Kijana unayenisikiliza na kunitazama sasa, sikiliza somo hili. Ukiweza kuliandika, liandike pembeni, litakusaidia sana. Kuzijua nyakati na majira. Andiko letu kuu linatoka katika kitabu cha Mambo ya Nyakati. Mambo ya Nyakati sura ya kwanza, na Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 12 na ule mstari wa 32. Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 12 na ule mstari wa 32. Neno la Mungu linasema, na wa wana wa Isakari watu wenye akili za kujua nyakati, kuyajua ya wapasayo Israeli wayatende. Vichwa vyao walikuwa watu 200, na ndugu zao wote walikuwa chini ya amri yao. Nitarudia tena. Neno la Mungu linasema, na wa wana wa Isakari watu wenye akili za kujua nyakati, kuyajua ya wapasayo Israeli wayatende. Vichwa vyao walikuwa watu 200, na ndugu zao walikuwa chini ya amri yao. Hili ni neno ambalo linazungumzia kuhusiana na wana wa Isakari. Katika watoto 12 wa Yakobo kulikuwa na mtoto mmoja alikuwa anaitwa Isakari, na uzao wa Isakari ndio hawa wanaitwa wana wa Isakari. Katika watoto hawa, katika uzao huu wa Yakobo, katika uzao wa Isakari, wao walikuwa wamepewa zawadi ya tofauti kwenye maisha yao. Walikuwa wamepewa zawadi ya kujua nyakati. Akili zao zilikuwa zinajua wakati na kujua nini cha kufanya. Kwa sababu neno la Mungu tunaposoma kwenye kitabu cha Mhubiri katika ile sura ya 3, kitabu cha Mhubiri sura ya 3, neno la Mungu linasema ule mstari wa kwanza, kwa kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Kwa kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Kila jambo lina wakati, lina majira yake. Kama jinsi ambavyo kuna majira ya masika, pia kuna majira ya kiangazi. Kuna vipindi vinagawanyika. Kuna mvua ya wakati kwa ajili ya kuandaa shamba, na kuna mvua kwa ajili ya kukuza na kuchipusha mazao. Zote hizo ni mvua, lakini kila mvua ina kusudi lake. Kwa hiyo kila wakati na kila majira yanabeba kusudi. Usipojua wakati ulionao na kusudi la huo wakati na majira ulionayo, ni rahisi sana kuweza kuhangaika. Ni rahisi sana kuweza kuteseka. Ni rahisi sana kuweza kulalamika, kwa sababu kila majira yamebeba kusudi na yamebeba fursa ndani yake. Fursa inakuja imebebwa kwenye majira. Sio kila wakati ni wakati wa kufanya kila kitu, hapana. Unapokuwa hujaelewa majira ulionayo, unapoteza fursa. Unapoteza kujua nini cha kufanya. Sasa tunaposoma kwenye hii habari, hii kilikuwa ni kipindi ambapo mfalme Sauli alikuwa amekufa vitani. Amekwenda vitani mfalme, na amekufa vitani yeye na wanaye. Kama ilivyokuwa kanuni na desturi za ufalme, mfalme anapokufa mtoto wake ndiye anachukua nafasi ya ufalme. Na kama mtoto wa mfalme mkubwa amekufa, basi wanaofuata kwenye ile familia. Kwa hiyo ufalme ulikuwa unaendelea kukaa kwenye ile familia ya mfalme aliyefariki. Lakini sasa hapa ufalme ulikuwa umekufa. Mfalme Sauli amekufa. Wanaangalia ni nani atakuwa mlisi wa mfalme Sauli. Lakini kwenye kipindi hiki ndipo ambapo wana wa Isakari walipoingilia kati kutoa ushauri. Tukianza kusoma kuanzia kwenye hii sura ya 12 kwenye ule mstari wa 21, neno la Mungu
mstari wa 23 linaanza kwa kusema, na hizi ni hesabu za vichwa vya watu wenye silaha za vita waliokuja Hebron kwa Daudi ili kumgeuzia ufalme wa Sauli sawasawa na neno la Bwana. Wana wa Yuda waliochukua ngao na mikuki walikuwa 6,800 wenye silaha za vita. Wana wa Simeoni waume mashujaa wa vita walikuwa 7,100. Wana wa Lawi 4,600 na wana wa Yehoyada walikuwa kichwa cha mbali ya Haruni, na pamoja naye walikuwa watu 700, watu 3,700. Tukienda kusoma kwenye mstari wa 29 unasema, na wana wa Benjamini nduguze Sauli 3,000, kwani hata sasa walio wengi wao walikuwa wanauhifadhi uaminifu wao kwa nyumba ya Sauli. Wana wa Benjamin, uzao wa kabila la Benjamin, ambapo ndilo kabila alilokuwa anatoka mfalme Sauli, walikuwa bado ni waaminifu kwa ajili ya nyumba ya Sauli. Wanaamini kweli Sauli amekufa, lakini bado wanatarajia kwamba mfalme mwingine ajaye atatoka kwenye familia ya Sauli. Lakini kumbe wakati huo na majira, ufalme ulikuwa unahama, unatoka kwenye familia ya Sauli unakwenda kwa Daudi. Maandiko yanasema kwenye mstari wa 32, na wana wa Isakari, watu wenye akili za kujua nyakati, kuyajua ya wapasayo Israeli wayatende. Vichwa vyao walikuwa watu 200, na ndugu zao wote walikuwa chini ya amri yao. Na wana wa Zablon, watu wawezao kwenda pamoja na jeshi, hodari wa kupanga vita, wenye zana za vita za kila namna, 50,000. Askari wa stadi wasiokuwa wenye moyo wa kusitasita. Na Wanaftali maakida 1,000, na pamoja nao watu wenye ngao na mikuki 37,000. Hawa wote walikuwa wanakuja kufanyaje? Hawa wote walikuwa wanakuja kufanya nini? Mstari wa 38 unasema, hao wote watu wa vita, askari wa stadi, wakaja Hebron kwa wenye moyo mkamilifu ili kumtawaza Daudi awe mfalme juu ya Israeli. Wote tena wote waliosalia na Israeli nao walikuwa na moyo mmoja kwamba wamtawaze Daudi. Ulikuwa ni wakati ambapo ufalme unahama kutoka kwenye familia ya Sauli unaenda kwenye familia ya Daudi. Kuhamisha ufalme sio jambo rahisi. Ndiyo maana unaona hapa kwenye maandiko haya yanaeleza ni watu wa vita, watu wenye silaha, watu ambao walikuwa ni mahodari, wanajua sasa tunaenda kumtangaza Daudi kuwa mfalme wetu wote. Kwa hiyo majira yanaonyesha nini cha kufanya. Usipojua kwenye yale majira uliopo, ile season, kuna majira ambayo Mungu anataka kukuandaa tu. Kuna majira Mungu anataka akutengeneze kwa ajili ya wakati ujao. Sasa wewe usipoelewa ni rahisi sana kuteseka. Leo tunapata shida kwa sababu kuna vijana wengi wamemaliza masomo yao, wamesoma mpaka vyuo vikuu, lakini wako mtaani hawana kazi. Tatizo la ajira si la Tanzania tu. Unapotazama vyombo vya habari vyote vya dunia nzima, unakutana na jambo hili kwamba vijana wamemaliza masomo, wanahitaji kupata ajira. Lakini unapofahamu majira na kusudi, unaweza ukaepuka hii changamoto. Tuchukulie kwa mfano kwa kijana ambaye yuko shule, yuko chuo na anajua nini ambacho anakisomea sasa. Tuchukulie yule ambaye yuko mwaka wa kwanza, ameshafahamu kwamba anasomea nini ili apate uzoefu gani. Kwa sababu mwanafunzi anapokwenda chuo ni kwa sababu ya kupata maarifa ya kitu fulani, ili yaje kumsaidia yale maarifa kutatua tatizo fulani. Hauajiriwi kwa sababu umesoma, hapana. Hauajiriwi kwa sababu una cheti. Unaajiriwa kwa sababu kuna tatizo fulani unaweza kulitatua. Yaani elimu ulionayo, ujuzi ulionao, unaweza kutatua jambo fulani. Hicho ndicho kinachokupa nafasi ya kuajiliwa. Ndicho kinakupa kibali cha kupata kazi. Hakuna kampuni ambayo inamwajiri mtu kwa sababu amesoma. No. Unapoona kampuni inaajiri mtu ni kwa sababu kuna tatizo kwenye ile kampuni. Inataka mtu aliye na yale maarifa ili kusudi aje atatue ile tatizo.
Kwa hiyo tunahitajika, kijana anahitajika kwa sababu ya maarifa alionayo, kwa sababu ya ujuzi alionao. Ule ujuzi ndio unampa yeye nafasi ya kuweza kuajiliwa. Nisikilize kijana ambaye umemaliza masomo na uko kwenye miongoni mwa watu wanaolalamika, watu ambao wananungunika. Hapana, lazima ufahamu, ujue majira na nyakati. Tunaposoma kwenye Biblia, wote vijana ambao walichukuliwa na kuwekwa kwenye madaraka makubwa na serikali za wakati huo, hawakuchukuliwa tu kwa sababu ya shule. Walikuwa wanachukuliwa kwa sababu ya matatizo waliokuwa yanatatuliwa. Haleluya. Tukichukulia mfano kijana anaitwa Yusufu kwenye Biblia. Yusufu alikuwa amepewa zawadi na Mungu ya kuweza kutafsiri ndoto, kwamba yeye alikuwa na kipawa cha kutafsiri ndoto. Ndiyo maana hata wakati Farao ameota ndoto na ile ndoto akakosekana mtu wa kuitafasiri, watu waliokuwa na elimu, watu waliokuwa wanakaa ikulu, wanakaa pamoja na Farao, walioshindwa kutafasiri ndoto ya Farao, alipoambiwa kwamba kuna kijana yuko gerezani anaitwa Yusufu, huyu anaweza kutafasiri ndoto, alipoamuru Yusufu aletwe, Yusufu alipotafasiri ile ndoto na akamweleza Farao kwamba unatakiwa ufanye maandalizi, kwa sababu ndoto uliyoota inaonyesha kutakuwa na miaka 7 yenye chakula, halafu itakapoisha hiyo miaka 7 yenye chakula itakuja miaka 7 mingine yenye njaa. Kwa hiyo wakati ukiwa kwenye miaka 7 ya chakula, unachotakiwa kufanya Farao, tafuta mtu mwenye hekima na akili, aandae magara kwa ajili ya kutunza chakula kitakachokuwa kimepatikana, ili kije kuwa akiba ya nchi kwa baadaye. Itakapokuja ile miaka yenye shida, yenye njaa, hiki chakula kitaisaidia nchi isiangamie. Kwa hiyo Farao, tafuta mtu mwenye hekima. Yusufu anamwambia Farao ajitafutie mtu mwenye akili. Farao akasema, tumpate wapi mtu ambaye roho wa Mungu kama wewe yuko ndani yake? Akamchagua yeye kuwa waziri mkuu. Hakumchagua awe waziri mkuu kwa sababu ya elimu, hakumchagua awe waziri mkuu kwa sababu labda amesoma sana. No, ni kwa sababu alikuwa na majibu ya tatizo. Haleluya. Yusufu alikuwa na majibu. Farao ameshaambiwa kwamba kuna miaka 7 itakuja, nchi itakuwa na chakula kingi, lakini baada ya ile miaka 7 itakuja miaka 7 mingine, nchi itakuwa na njaa, kutakuwa na ukame, na njaa itakuwa ni kali sana kiasi kwamba nchi inaweza ikaharibika. Kwa hiyo tafuta mtu ambaye anaweza kutunza chakula kwenye kipindi cha mavuno. Farao akaona hakuna mtu mwingine ambaye anaweza akalitatua hili tatizo kama huyu alivyofanya. Akamteua Yusufu kuwa waziri mkuu ili asimamie ile mipango, ili wakati wa njaa utakapokuja nchi isiangamie. Kwa hiyo kulikuwa na tatizo. Tukisoma habari za Daniel, Nebukadneza naye aliota ndoto, akakosa mtu wa kutafasiri ile ndoto. Lakini Daniel alivyoitwa na akamwomba Mungu, kwa sababu alikuwa amepewa neema ya kutafasiri, alivyotafasiri ile ndoto, Daniel alichaguliwa akawa kiongozi mkubwa kwenye utawala wa Nebukadneza, kiasi kwamba mpaka wakamwonea wivu. Lakini Biblia haikomei hapo, inatuonyesha kwamba hata alipokufa Nebukadneza, alipoteuliwa mtoto wake kuwa mfalme Belshaza, bado ilifika kuna siku kukaa kuna tatizo katika ikulu. Belshaza amechukua vyombo vya nyumba ya Mungu ambavyo baba yake Nebukadneza alivileta, akavinywea mbele ya watu. Mungu akakasirika, akatuma mkono, kiganja cha mkono kikaandika ujumbe kwenye ukuta. Maneno yalikuwa yanasomeka, yanasema mene mene tekeli, yanasomeka ubaoni kwenye ukuta. Mfalme akawaita wataalamu wamsomee yale maneno na wamfafanulie kwamba haya maneno yana maana gani, mene mene peresi na tekeli yana maana gani. Walisoma lakini hawakuelewa. Akaambiwa kuna mtu anaweza kukutatulia hili tatizo, Daniel alivyoitwa akasoma ule ujumbe, yale maneno, kisha akamwambia mfalme, maneno haya yanamaanisha ufalme wako umepimwa na umepungua. Kwa hiyo Mungu ameugawanya ufalme wako, amewapa Wamedi na Wajemi. Lilikuwa ni tatizo ndani ya ikulu.
amekosekana mtu wa kulitatua. Kwa hiyo nini tunachojifunza? Hatuajiriwi, kijana haajiriwi, mtu yeyote haajiriwi kwa sababu amesoma. Anaajiriwa kwa sababu kuna tatizo anaenda kutatua. Una maarifa ya kutatua tatizo fulani. Kwa hiyo lazima uzingatie. Kwa hiyo kwenye nyakati hizi lazima uangalie ni tatizo gani unaweza kulitatua. Ni ujuzi gani ambao unaweza kujifunza, ni maarifa gani unayahitaji sasa ili kutatua matatizo ya wakati huu. Kwa sababu kila zama, kila nyakati zina matatizo yake. Vijana walio na ujuzi wa kompyuta, walio na ujuzi wa mambo ya IT, wenye uwezo wa kutengeneza kompyuta, wenye uwezo wa kutengeneza application, kufanya vitu ambavyo vinaenenda na kipindi hiki, hawawezi kuhangaika. Kwa sababu wao wanachohitaji ni laptop, ni kompyuta na internet. Hivi ndivyo vitendea kazi vyao. Wana maarifa kwamba wakiwa na hivi vitu wanaweza kufanya vitu fulani. Wanaweza kuumba, wanaweza kutengeneza kitu. Ndio maana wanaitwa content creator. Yani wanaweza kutengeneza, kuumba kitu. Kwa hiyo ukijua nyakati unazoishi na namna ya kuenenda nazo. Kuna wakati fulani, kuna mfalme alikuwa amelewa na watumishi wake, akaagiza mke wake aje Malkia ili wamuone. Malkia alivyoitwa akasema mimi siendi. Kamwambieni mfalme mimi siendi. Mfalme akahuzunika sana. Nimemuita Malkia aje, amekataa. Ikabidi waulize watu wenye hekima waliokuwa na elimu ya muda. Ukisoma kwenye kitabu cha Esther, tunaposoma kwenye kitabu cha Esther tunaona hapa. Kwenye kitabu cha Esther unaona kuna neno hapa linasema, Esther sura ya 1 mstari wa 13. Fungua kwenye kitabu chako kama una Biblia hapo unatufuatilia, kitabu cha Esther. Esther sura ya 1 na ule mstari wa 13. Neno la Mungu linatuambia kitu kimoja hapa kizuri sana. Naomba uweze kuambatana na sisi na uweze kuona huu ujumbe jinsi ambavyo neno la Mungu linasema. Esther sura ya 1 mstari wa 13. Neno la Mungu linasema hivi. Basi katika kitabu cha Esther sura ya 1 mstari wa 13. Basi mfalme akawaambia wenye hekima walio na elimu ya nyakati. Walio na elimu ya nyakati, maana ndivyo ilivyokuwa desturi ya mfalme kwa wote waliojua sheria na hukumu. Yani mfalme alikuwa anakaa na watu walio na elimu ya wakati. Kwa sababu kila nyakati zinahitaji maarifa yake. Kila nyakati zinahitaji maarifa yake. Kwa mfano tunaishi kwenye kipindi ambacho kinaitwa ni kizazi cha teknolojia. Kizazi cha taarifa, information age. Kwenye vizazi vilivyopita kulikuwa hakuna taarifa nyingi kama kizazi hiki. Ukitaka kusikiliza habari, taarifa yoyote, ni lazima usubiri wakati wa taarifa ya habari saa 2 usiku, Radio Tanzania ndio itangaze. Ndio utapata taarifa. Lakini leo mtu akiwa na simu yake, ana smartphone yake, anaweza kupata taarifa zinazoendelea Marekani leo. Anaweza kufuatilia uchaguzi wa Marekani akiwa nyumbani ametulia. Kwa sababu ana simu, ana internet, ana bando. Anaweza kupata hizo taarifa. Ni nini kimerahisisha hivi? Ni nyakati hizi tulizo nazo. Ni nyakati. Kwa hiyo kila fursa ziko ndani ya muda. Ni lazima ujue wakati ulionao. Huu wakati ninatakiwa, kama ninaenda chuo, lazima ujue kwamba unaenda kujifunza maarifa ya kitu gani. Usiende chuo ukajifunza maarifa ambayo unatoka chuo tayari kazi yake haipo. Kuna watu leo wako chuo, wako vyuo na wanasoma kwa bidii, lakini watakapotoka chuo wanakuta zile kazi walizokuwa wanazisomea tayari zimeisha chukuliwa na teknolojia. Leo kuna kitu kinaitwa artificial intelligence. Akili mnemba, akili bandia. Akili bandia inaweza ikafanya kazi kwa kiwango cha juu sana. Sasa kama hujajua kwamba huku kwenye haya majira kuna competition ya vitu gani, ni ngumu sana kuweza kupita. Ni rahisi kuweza kulalamika, lakini tunachohitaji kumwomba Mungu ni atusaidie kujua kwenye haya majira tulionayo ni fursa gani zipo,
Ni ujuzi gani unahitajika sasa? Muombe Mungu akufunulie ili uweze kuona. Hata kama unaenda chuo, unajifunza ujuzi ambao miaka 10 ijayo, mwaka 2030, mwaka 2040, mwaka 2050, huo ujuzi bado utakuwepo, utakusaidia. Lakini kama unaenda kujifunza kitu ambacho bado huku walioko mtaani wamesha graduate, wana miaka zaidi ya 5 hawajapata ajira, na wewe ndio unasomea kozi hiyo, muombe Mungu akusaidie sana. Muombe Mungu akusaidie, kwa sababu majira yanabadilika, nyakati zinabadilika, kila kitu kinaenda kinabadilika. Kwa wale waliokuwa zamani kidogo, tunakumbuka wakati simu zimekuja, hizi simu za mkononi zilikuwa hazijakuwa nyingi kama zilivyo leo. Simu hizi watu walikuwa na vibanda, unaenda unalipa pesa ili upige simu, na kuna muda hata kubipu, unataka kumbipu mtu, kuna pesa unalipia. Ndivyo jinsi ilivyokuwa, kwamba watu walikuwa wanafungua vibanda kwa ajili ya kupigisha simu. Lakini leo ile biashara haipo, kwa sababu kila mtu ana simu, kila mtu ana simu yake mkononi. Nyakati zimebadilika. Kwa hiyo wana wa Isakari walikuwa wanajua majira. Kama ndio kwanza unaungana na sisi, kipindi kinaitwa Bado Lipo Tumaini. Naitwa Pastor Elisha Giligili wa kanisa la Living Water International Ministries. Tunapatikana Kahama, Shinyanga. Namba yangu ya mawasiliano ni 0764600600. Kupitia namba hii unaweza ukatupata, ukatuma maombi yako, ukatuma shuhuda zako, jambo lolote ambalo Mungu amekutendea kupitia kipindi hiki cha Bado Lipo Tumaini. Lakini ili kipindi hiki kiendelee kuluka, kiendelee kuwepo kwenye television hii ya TZ Gospel, basi ni vizuri zaidi kaweza kuchangia gharama za uendeshaji wa kipindi hiki. Unaweza kutoa sadaka yako ya utumishi kwa ajili ya kipindi hiki kiendelee kuruka na kuwabariki watu wengi na kurudisha matumaini kwa watu wengi popote wanapotutazama, Tanzania, nje ya Tanzania, Rwanda, Kenya, Uganda, Nigeria, South Africa, mahali popote ambapo tunatazama. Unaweza kutuma sadaka yako kwa namba hii ya 0764600600, 0764600600. Majina ni Elisha Thomas Giligili. Wewe ambaye ndio unaungana na sisi, karibu tuendelee. Kwenye mitandao ya kijamii unaweza kunipata kwa jina la Elisha Giligili. Katika Facebook andika Elisha Giligili, katika YouTube andika Elisha Giligili, katika Instagram Elisha Giligili, kwenye TikTok natumia Pastor Giligili. Tunajifunza somo linasema kuzijua nyakati na majira. Umuhimu wa kuzijua nyakati na majira. Kila fursa inakuwa na majira yake. Kuna kozi ambazo walioko shule vijana wanajua zilikuwa zinahitajika sana. Zamani walimu walikuwa wanahitajika sana. Nafasi za walimu zilikuwa ni nyingi. Wanafunzi walikuwa wanamaliza, wengine hata shule hawajaenda mbali zaidi, tayari nafasi ipo. Lakini leo unakuta watu wanalalamika, walimu wengi wanasema hawana ajira, wamemaliza masomo miaka mingi. Nyakati zinabadilika, majira yanabadilika. Mtoto kijana ambaye unajiandaa kwenda chuo, na wewe ambaye uko chuo, ili kusudi uweze kuenenda na majira haya, angalia maarifa unayojifunza, angalia ujuzi ambao unajifunza, kisha angalia ni mahali gani huo ujuzi utahitajika, hayo maarifa mahali gani yatahitajika. Nenda kaombe kujitolea kwenye hiyo kampuni, kwenye hiyo taasisi, kwenye hilo shirika. Nenda kawaeleze, mimi ni mwanafunzi, niko mwaka wa kwanza, ninasomea maarifa haya, taaluma hii, lakini wakati ambao bado nipo chuo, ninaomba niwe ninajitolea hapa katika kampuni yenu. Na utakapopata hiyo nafasi ya kujitolea, kijana, kaonyeshe ule uwezo ulionao, kwa sababu huwezi kujua Mungu ameandaa nini kupitia kwenye hiyo njia. Ninachokueleza nina ushuhuda nao. Tunapoangalia kwenye maandiko hapa, tunaona Yusufu alijitolea kutafasiri ndoto za wale watumishi wa Farao waliokuwa wameletwa gerezani. Hakuhitaji kulipwa, hakuhitaji malipo yoyote, kwa sababu wote walikuwa gerezani. Maandiko yanasema walipokuwa gerezani, wale watumishi wa Farao wakaota ndoto, halafu wakafadhaika kwa sababu walishindwa kupata mtu wa kutafasiri zile ndoto. Yusufu akawauliza, mbona hamna raha? Wakamueleza shida waliokuwa nayo, akawaambia nisimulieni ndoto zenu. Akawatafasilia zile ndoto, akawaeleza maana yake. Mmoja ya kwamba atatoka gerezani, atarudishwa kwenye nafasi yake, na mwingine atakufa baada ya siku 3. Na kweli ndoto zile zikatimia. Yule aliyetolewa gerezani
aliyetafasiriwa ndoto yake kwamba atatoka na atarudi kazini, ndiye aliyekuja kumtaja Yusufu wakati Farao amepata shida, ameota ndoto na hamna mtu ambaye anaweza kutafasiri. Ni kwa sababu Yusufu alijitolea, akamsaidia yule mtu, akaonyesha kipawa chake. Una kipawa Mungu amekupa, ni mwimbaji mzuri, ni mpiga vyombo mzuri. Nenda sehemu ambayo unaamini kabisa kwamba kuna mahali wanahitaji kipawa chako, wewe jitolee. Nyakati hizi zinahitaji watu ambao wanaweza kuonyesha walichonacho kwanza, wanaweza kutatua tatizo fulani, halafu mbingu zitafunguka. Ninakuombea katika lolote ambalo unalipitia, Mungu atafanya. Nahitaji kuomba na wewe ambaye unasema, hakika mchungaji, somo hili ni maalumu kwa ajili yangu na nitafanyia kazi ujumbe huu. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu wetu uliye hai, Mungu wa mbinguni, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, ninaomba kwa ajili ya mtazamaji huyu ambaye ametazama kipindi hiki na amebarikiwa na ujumbe huu, na anasema hakika nitaufanyia kazi, hakika nitaufanyia kazi. Nitaomba kwa ajili ya kujua nyakati nilizo nazo, niweze kujua nyakati na majira nilionayo, kwa sababu kila majira, kila nyakati zimebeba fursa yake. Kila majira na kila nyakati zinakuja na fursa yake. Baba, ninakusihi katika jina la Yesu Kristo, msaidie. Awe ni kijana ambaye yuko shule, awe ni kijana ambaye amemaliza masomo yake, yupo nyumbani, hajui afanye nini, awe ni mzazi ambaye anajiandaa kupeleka watoto shuleni. Baba, msaidie katika kuelewa ujumbe huu. Nyakati zinabadilika, majira yanabadilika. Baba, umesema katika neno lako ya kwamba kila jambo lina majira yake na wakati wake. Tusaidie kujua majira tulionayo, tusaidie kutafasiri majira tulionayo, kama jinsi wana wa Isakari walivyotafasiri kwamba ni wakati wa ufalme kuhamia kwa Daudi. Baba, msaidie yeyote ambaye anatazama kipindi hiki mahali popote alipo, anapokuomba kwa ajili ya kujua majira na nyakati anazoishi. Baba, umsaidie, ukamfunulie, iwe katika njozi, iwe katika maono. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Sante kwa kufuatilia kipindi hiki. Ni kukaribisha kufuatilia masomo yetu mengine pia kwenye mitandao yetu ya kijamii. Katika Facebook pale unaweza ukaandika Elisha Giligili, katika YouTube pia andika Elisha Giligili, kwenye Instagram andika Elisha Giligili, na kwenye TikTok andika Pastor Giligili. Ninaamini Mungu aliye hai atakusaidia kuweza kujua majira unayoishi, ni kitu gani uweze kufanya, ni njia gani uweze kupita. Mungu wetu anasema yote yanawezekana kwake yeye aniaminie. Naamini unaamini. Namba zangu za mawasiliano ni 0764600600, 0764600600, na mitandao ya kijamii kama nilivyokutajia. Lakini nazidi kukukaribisha kuendelea kuunga mkono kipindi hiki kiendelee kuruka hewani katika TV hii ya TZ Gospel TV, na iendelee kuwabariki watu wengi. Sadaka yako ya utumishi kwa ajili ya kipindi hiki ni ya muhimu sana, na Mungu tunayemtumikia hata kuacha. Unaweza kuituma hiyo sadaka yako kwenye namba ya 0764600600. Nasema asante na Mungu akubariki sana. Amen. Hauajiriwi kwa sababu umesoma, hapana. Hauajiriwi kwa sababu una cheti, unaajiriwa kwa sababu una tatizo fulani. Iko nguvu katika imani. Yesu anapokutazama anaangalia imani yako. Unaweza ukawa na macho lakini bado ukawa ni kipofu, huwezi kuona. Ndio maana watu wanapotafuta fursa wanatumia neno kwamba nimeona fursa. Amen. Nimeona, kama ulivyofanya njia katika maisha ya Yusufu, ukamfanyie njia na mtazamaji huyu. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ninakuombea mpenyo katika ndoto yako. Pokea sawa sawa na imani yako katika jina la Yesu. Nawe sema amen. Ungana na mtumishi wa Mungu Pastor Elisha Giligili wa kanisa la Living Water International Kahama, ambaye Mungu anamtumia kwa matendo makuu, ishara, miujiza, mafunuo mbalimbali ya kukuvusha katika changamoto yako. Ungana naye kupitia TV yako pendwa TZ Gospel TV hapa. Kwa msaada zaidi wa maombi na ushauri, mpigie kwa namba 0764 600
600. Bado lipo tumaini.